kwa wale ambao wanakimbia, kwa wale ambao wanafanya kataboksi only na wanafanya aerobics only. Here is the reason why una maumivu ya magoti. So, goti limeshikiliwa na msuli wa paja, si ndio? Unaitumia ile goti kukimbia mara 5 kwa wiki. Miezi 3 mizima you've been doing that. Kweli uzito umepungua, tunakuona you look good, lakini una maumivu ya goti yasiyoelezeka. Why? Kwa sababu huna muda wowote wa kutrain ule msuli, either kwa kufanya lunges or kwa kufanya squats. Kutrain ule msuli ambao unasaidia goti liweze kufunction vizuri. So, uko zako unafanya sijui kataboksi every other day, unashangaa kwa nini goti linauma. Of course goti litauma kwa sababu you have no time ya kutrain hii misuli mingine. Same kwa wale ambao sasa hivi they are very interested na kitu kinaitwa pico sports or paddle sports. Ule mchezo wa hivi ule. You never go to the gym to train your upper body hata kidogo. Lakini all the time uko kwenye zile fields za Masaki kutwa, uko Masaki kule. Uko hivi tu. Always using your tricep kwa muda wa masaa 2-3 unacheza hizo game 4 times a week. Of course your elbow itauma. Lazima utapata tennis elbow. Kwa nini usipate tennis elbow? Nyie mnaocheza golf. Umecheza golf 4 days a week. Lakini you never go to the gym to do deadlifts. You never go to the gym to train rotationally. Uko tu. Of course your hip itapata shida. Of course your ankle itapata shida. Of course your elbow and your shoulders itapata shida. Unaona the way ambavyo kufanya cardio peke yake haisaidii. It's actually counter interactive. Yani wewe unataka upate jibu fulani, lakini kwa kuwa unafanya cardio only utapata hilo jibu lakini na maumivu. Tumeelewana?